ya wiki ya maombi kwa minajili ya familia zetu ambayo tumeshaiendesha tangia mwanzo Jumapili iliyopita hadi siku ya leo tunaitamatisha tu. Nimesimama hapa nikiwa na shukrani nyingi sana moyoni mwangu. Mtoto wa watu, nimetoka katika district ya Mutitu ambalo ndilo district ya kwangu, mahali ambapo nimeyasimamia makanisa takriban 12 na Sabbath schools 4, na nashukuru sana ya kwamba katika Ukambani kumeanza kupanuka na injili ya Yesu inazidi kutiririka katika vitongoji na vijiji vya Ukambani. Ila ninachokiona siku ya leo ni mshangao mkubwa sana kwangu. Manake mimi mtoto wa watu nimezoea kuona kundi kubwa kama hili katika misimu ya makambi tu. Na hata hivyo nikaunganisha districts zangu 3 ama 4 Ukambani, hayawezi akafikia kusanyiko hili liloko mbele yangu. Kwa hivyo mtoto wa watu kwangu nikana kwamba tuko kwenye makambi, na ninaomba Mwenyezi Mungu atuongoze na kutubariki tuanzapo mpaka mwisho katika jina la Yesu. Katikati ya juma hili tumekuwa tukiongea kuhusu swala zima la familia zetu. Nataka nishukuru waimbaji waliokwisha kuimba hapa nyimbo zimepigwa, nyimbo za kuvutia kweli kweli. Na kwaya ziko Kisii Central. Watoto wa Mungu mmebarikiwa ninyi. Sisi tunaokaa katika vijiji kule Ukambani, wakati mwingine tunatamani kusikiliza nyimbo tamu kama hizi, tunaweza kuzisikiliza kwenye mitandao tu. Lakini kwaya kama hizi jamani hatuna kule upande ule mwingine. Kwa hivyo leo ni jambo la ajabu sana kuweza kusimama kwenye kusanyiko kama hili. Wachungaji mbarikiwe sana kwa kuweza kunialika mimi niliye mdogo nipate kusimama kwenye kongamano hili kunena na watu wa Mungu. Ninapomaliza shughuli mchana wa leo kanisa, nataka niwapeleke katika maisha ya Daudi, mfalme wa Israeli. Daudi, maisha yake ilikuwa ni maisha yenye pandashuka nyingi. Na tunaposoma kisa cha Daudi katika Biblia, tunakutana na mtu mmoja ambaye maisha yake, kwa lugha nzuri tu ya kizungu naweza sema maisha yake is a kaleidoscopic life. A kaleidoscope, wapendwa wa Yesu, ni kifaa ambacho kinaonyesha rangi tofauti. Ukiigeuza upande mmoja itakuonyesha rangi tofauti, na ukiigeuza vingine itakuonyesha rangi tofauti. Nitazamapo maisha ya mtoto wa Yese Daudi, ninaona mwanaume mwenye maisha ya rangi. Utamtazama upande mmoja, utakutana na Daudi akikufundisha funzo tofauti. Mgeuze vingine na atakufundisha lingine. His life was such a rich life, the son of Jesse. Lakini jioni ama mchana wa leo, ninawaalika wana Kisii Central ya kwamba tunapotafuta mkate wa uzima mchana wa leo, tembeeni na mtoto wa Esther na tuelekee katika kitanda chake, mahali ambapo amelala hata inuka tena. Leo tunakwenda katika chumba cha mauti, tunakwenda katika chumba cha kulala, mahali mtoto wa Yese atalala na hatutaisikia sauti yake tena katika dunia yetu. Katika King James Version kwa lugha ya kizungu, mama msomaji alisoma lugha mama tafsiri tofauti. Ninaomba msomaji wangu uweze kutembea nami katika King James Version na utupe habari kwamba itasema namna gani. Anzia fungu la kwanza kitabu cha Samueli wa pili sura yake 23. Tunakwenda katika chumba cha mauti, mahali ambapo mtoto wa watu amelala kwenye kitanda hatoinuka tena. Sema namna gani msomaji wangu? Fungu la pili la Samueli. Anzia fungu la kwanza tu hapo. Basi haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi. Habari ndiyo hiyo. Nataka ushike maneno hayo. Haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi. Inamaanisha hatutaisikiliza sauti tena ya mfalme huyu
katika eneo lolote lile. Anatupa wosia wake wa mwisho, anatupa habari zake za mwisho. We are coming close to his deathbed, and what will be the last words of the great king of Israel? Let us come close, church. Come with me to the deathbed of a dying man, and we want to listen to the final words of the great king. Tumesikiliza fungu la kwanza, sasa ruka mpaka aya ya 5. Sema namna gani sasa? Je, sivyo ilivyo nyumba yangu mbele za Bwana? Habari ndio hiyo. Nipe kwa kizungu sasa. Tafsiri ya kizungu inaweka vizuri zaidi. King James version. Although my house be habari not ndio hiyo. so I love the translation. Come again, man of God. Although my house be not so Although my house be not so with God. Shikilia hapo. Niko na sentensi moja fupi tu hapa, na ninaomba Mwenyezi Mungu akanitumia kama chombo mikononi mwake niweze kuitafsiri katika usikivu wenu wapendwa, ili sote tuondoke hapa tumebarikiwa pamoja katika jina la Yesu. Tumefika katika chumba cha mauti sasa, wapendwa wa Yesu. Tembeeni nami, njooni tuingie kwenye chumba cha mfalme. Utampata mtoto wa Yese amelala kwenye kitanda chake. Mtoto wa Yese ameshamaliza kazi yake duniani. Amefanya mambo makubwa makubwa. Ameimba nyimbo ambazo dunia haitaisahau mpaka Kristo kuweza kurudi. Asubuhi kwenye lesoni tumesoma baadhi ya maneno ya mfalme Daudi. Tumekwenda na tukasikiliza nyimbo za the great psalmist of Israel. Ameimba nyimbo, ametamka maneno ambayo dunia yote haiwezi kuyasahau. Sasa anayatamka ya mwisho kanisa. Atatuambia nini mchana wa leo mtoto wa Yese? Anatualika kwenye kitanda chake. Kisii Central, come to the deathbed of the great man. Let us listen to the final words of this great king. And as he begins his final song, wimbo wa mwisho, mtunzi wa zaburi amezitunza chungu nzima, lakini sasa ndiyo zaburi ya mwisho. Hatatunza nyingine, hatatunga nyingine tena, hataimba wimbo mwingine tena. Ni wimbo wa mwisho wa mfalme mwema aliyeziimba nyimbo za kuvutia na kupendeza kweli kweli. Anapoianza wimbo wake, familia za Kisii Central, anapoianza wimbo huo, anaianza kwa maneno ya namna gani? Nataka uwe makini sana mpendwa wa Yesu. Zingatia maneno ya Daudi sasa. Rudia tena kwa lugha ya kizungu msomaji wangu. Although my house be not so with God. Although my house be not so with God. Shikilia hapo, usiende mbele. David begins his final song with a regret. Ameanza kwa majuto kanisa. Daudi ameanza kwa kujuta. Ameanza wimbo wa mwisho akilia mtoto wa Yese. Ameanza wimbo wake wa mwisho akiomboleza mbele za Mungu wa mbinguni. Wimbo wa mwisho. Tumesoma pale juu ya kwamba haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi, na anapoyaanza sikiliza vizuri. Wewe unayejua kizungu, anaanza kwa majuto, with a regret, with an although. It means that things are not okay. It means that things are haywire. It means that things are wrong, church. Come to the deathbed of the king, and the king begins to sing, and it is a song of regret. Anza wimbo akilia, anza wimbo akiomboleza Kisii Central. Ameanza akiomboleza, na anaomboleza juu ya nini? Mtoto wa Yese analia nini kanisa? Analia juu ya familia yake wapendwa wa Yesu. Ameanza akitaja familia yake mbele za Bwana. Anainua familia hiyo katika kiti cha enzi, na anapoanza ameanza akilia akisema, although, oh my Father in heaven, although my house be not so with you, I know, Heavenly Father, that this house is not right. I know, Heavenly Father, that my house is a broken house. And so, in the final song of the prophet begins by a regret. The prophet begins by telling God that I am coming from the midst of a broken family. I am coming up from the midst of a family in turmoil, a family in trouble. Church, Mwenyezi Mungu atusaidie tutafakari wimbo wa mwisho wa mfalme Daudi.
kwamba je, itakuwa namna gani kwetu sisi familia za Kisii Central? If the great man David can begin with a regret, how about us? Sisi kwetu itakuwa namna gani kanisa? Ninamuona mtoto wa Yese. Amechoka, amepiga vita vyake mpaka mwisho. Amechoka, hawezi kuinuka tena. Ameshapambana na maadui za Israel. The great king has done his warfare. And now he has laid down the tools of war for the last time. He will not lift up a sword again. He has sung his songs. And now he comes to the last song. Anachukua gitaa yake. Anachukua the harp. Akaanza kuicheza mbele ya Bwana. Ni wa mwisho, hata cheza nyingine tena. Aanzapo wapendwa, anaanza kwa majuto, akijuta. Ni kwa nini Daudi akajuta? Katika juma hili la maombi kwa minajili ya familia zetu, tujiulize wapendwa, ni kwa nini the great king is lamenting, is mourning on the behalf of his family? Ameanza akimwambia Bwana, ninajuta kwa ajili ya familia yangu, ninajuta kwa ajili ya wake zangu, nina majuto kwa ajili ya watoto wangu. The beginning of the song is a regret. It's a bad story. It is a sad story, church. When we go back to the life of the great man, come with me, church. Let us now get out of the deathbed and follow the footsteps of the king to realize why he's beginning his last song with the regret kwa majuto. Natembea nami rafiki mpendwa, na utaangalia maisha iliyokuwa na panda shuka nyingi sana. Utaiona maisha ya mtumishi wa Mungu, maisha ambayo haikupendeza hata kidogo. Familia ya Daudi mtoto wa Yese ilikuwa familia mashakani, ilikuwa familia shidani, ilikuwa familia iliyokuwa na taabu chungu nzima. Na Daudi sasa anaikumbuka familia hii mbele za Mungu wa mbinguni. Tunaporudi kule nyuma, tunakutana na wake wa Daudi. Wake zake hawakuwa wake wakamilifu, walikuwa wake ambao baadhi yao walikuwa watu wapotovu sana. Siku moja akakutana na mfalme Daudi. Mfalme ameiona sanduku la agano ikirejea mahali pake hekaluni mwa Bwana. Na ilipokuwa ikirejea, Daudi kwa furaha akashangilia, akaimba, akapiga densi, hata akavua nguo yake. Mtoto wa Yese, the prophet of Israel, is celebrating the ark of God. Na mke wake alipomwona, kanisa, mwanamke aliona mwanaume pumbavu, aliona mwanaume asiye na akili, aliona mwanaume aliyepagawa. Na mke wake akamcheka, akamwambia Daudi, kwa nini? Kwa nini? Why are you celebrating that God? Why have you done so that you have exposed your nakedness, O king? Mke wake sio mwanamke mkamilifu. Pengine hajaipa uzito sanduku la Bwana kama vile Daudi alipoipa uzito sanduku hiyo. Mbele za Daudi, sanduku hilo linaashiria uwepo wa Bwana miongoni mwa watoto wake. It showed that the Lord God Almighty had come to dwell with his children, with his family on earth. And so David celebrated the Ark of the Covenant. And as he was doing so, the wife spoke ill of him. Katikati ya familia ya Daudi, tunakutana na Absalom, wapendwa wa Yesu. Absalom ni muasi. Absalom is a total rebel. Alipomwona babake kakalia kiti cha enzi, Absalom akasema, dadi haufai, you don't belong on that throne. Absalom akamwambia mwana wa Yese aliyekuwa na upako wa Roho Mtakatifu juu yake, Absalom akamwambia, my father, that throne belongs to me. Na kutembea nami mpendwa, na tunakutana na Daudi, ameng'atuliwa kwenye mamlaka, ameng'atuliwa kwenye kiti cha enzi, na mtoto wa Yese akaondoka akiomba
akiomboleza. Ukisoma kwenye kitabu cha Biblia kitakwambia Daudi alitoka Jerusalem. Alitoka Jerusalem miguu tupu. Alitoka Jerusalem machozi yanamdondoka. Alitoka Jerusalem amechukua matambara akafunika kichwa chake. The king was mourning because his son has taken his place. His son has become the arch rebel. His son has decided that David is not good enough. What a broken family. What a broken family, church, where children look down upon their fathers, where children can abuse their fathers the way they like. What a broken family, Kisii Central, where children look down upon the ones that have given birth to them, and they don't count as anything in their eyes. That is David's family. Absalom amemng'atua kwenye mamlaka. Mtoto wa Yese kaondoka akiomboleza. Na kutana na Daudi alipokuwa ng'ambo ile, akikwenda amechukua askari ndogo, bodyguard yake peke yake, wanamuondoa. Na alipokuwa akitoka, mwanaume mmoja jina lake Shimei akachukua mawe akaanza kumtupa Daudi, akimtusi, akamwita majina yasiyofaa kwa sababu mtoto wake amemng'atua kwenye kiti cha enzi. Katika familia ya Daudi tunakutana na Amnon, mwanaume asiyefaa. Amnon akampenda dada yake mzaliwa wa babake. Amnon akamtamani mtoto wa baba yake. Na tukitembea katika chumba hicho tutakutana na Amnon akifanya dhambi. It is a family that is even incestual, church. What a family was David's family. What a tragic family this is. And I can see very well and realize why the son of Jesse begins his last song with the regret on the behalf of his family. Because it is a broken family it doesn't deserve. It is one of the most useless families around. Because in that family you even find incest. Brother sleeping with sister. Wapendwa wa Yesu, Daudi amelala kwenye kitanda cha mauti. Anapolala akingoja kifo iweze kumpeleka katika dunia nyingine, anamuona Amnon akimtenda maovu, akimnajisi dada yake. Amnon akaleta aibu kwa nyumba ya baba yake. Isitoshe, Absalom akasema haiwezi kwenda bure, nitalipa damu kwa damu. Absalom akamgoja Amnon siku moja. Alipompata mahali pazuri, ameweka kisu hapa ndani kanisa. Nataka niwaambie, I am telling you the story of our family's church. Do not look at the family of King David and look down upon it, because it is the story of our family's too. Akachomoa kisu, akampata Amnon, akaingiza kisu na kuua ndugu yake. It is a murderous family also. What a family is the family of this man of God. What a tragedy is experienced in the family of the prophet of God. Remember, David was a prophet. He is a prophet. What a tragedy in the house of the prophet. Piga yeye kisu akaua yeye, akamalizana na ndugu yake. Siku ilipofika, alipong'atua baba yake yeye mwenyewe kwenye kiti cha enzi, yeye Absalom. Wakati ikafika, majeshi ya Daudi yakarudi kumrudisha Daudi katika kiti cha enzi. Ilipofika wakati huo, ninaona Daudi akilia, akimwambia Joab, kamanda wa majeshi ya Israel, ya kwamba Job, when you get hold of that boy, do not lay your hands upon him. Usiguse Absalom, because my heart is still knit with my boy, my son. But the day comes when Absalom is hanging on a tree. Amenyongwa. Kijana mpendwa wa baba yake amening'inia kwenye mti. Which parent is happy when their children are that broken? When their children are in so much trouble, which father, which mother will be happy, will rejoice when their children are caught up in the web of sin in this world? Nani atafurahi, mpendwa wa Yesu? Daudi aliomboleza, akalia Absalom. Absalom, Absalom, my boy, kwa nini haukusikiliza sauti yangu mwanangu? Kwa nini haukuwa mpole Absalom wangu? Daudi akaomboleza mtoto. It is a family that is in tatters, in misery. It is a family in ruins, church. And this is why when David begins his final song on earth, it is a song of regrets, church. Brothers and sisters, it is a song looking
looking back upon a life of sin, looking back upon a life full of trouble. Daudi mwenyewe akamwangalia mke wa Uria, akamtamani. Alipomtamani akasababisha maafa ya Uria Mhiti. Remember, Uriah was a faithful bodyguard to David. Whenever you count the mighty men in the army of David, you will never miss the name of Uriah the Hittite. Uriah, Daudi alipotoroka akifukuzwa Jerusalem, Uriah was with David in the wilderness. This is the faithful man of God that has stuck with David through the ups and downs of life. But now a time comes, church, when David is paying Uriah with the bad coin. David is paying Uriah with the tragic coin, a coin of death. A coin, church, a coin of adultery. Anamnyang'anya Uriah mke wake. Daudi anaangalia maisha yake, anaona maisha isiyofaa machoni pa Bwana Kisii Central. What a tragic story. And so today, church, as I come to the culmination of my story at Kisii Central, as I prepare to go back to Cumberland, it is my desire, my sincere prayer, that may the song of David be an instruction to all of us in Jesus' name. Taka mpendwa wa Yesu katazame pamoja nami na kujua ya kwamba Daudi anapoanza kwa majuto, swali ni kwamba je, ni familia gani katika dunia yetu ambayo haina majuto ndani yake? Ni familia gani tunaweza kuangalia ndani yake na tukose mambo ya kujutia? Ni familia gani tunaweza itazama na tuwaone watoto wasichana wakamilifu, na tuwaone watoto waume wakamilifu, na tuwaone wake na waume wakamilifu? Niambieni ni familia gani nipate kwenda pale nikaitafuta. Daudi anatuambia ya kwamba the families of earth are basically the same. Broken families, families in trouble. In the sight of Jehovah, our families are sick and in need of a doctor. Dr. Jesus, come down today. Come, Lord, and meet with the families of Kisii Central. Families that are broken in your sight, Son of God. Families that are crying day and night. Some of them, Lord, are crying because their children are gone the way of death. Some of us are crying because our spouses are gone the way of death. Lord, indeed we need you, King Jesus, in our families. Because these families are so broken that had we exposed our families and their histories in this church, if our families can be exposed like this, what family is perfect in the sight of the Lord? Juzi nikasoma kisa cha Elon Musk. Yule mwanaume wa mitandao alikuwa anamwambia Elda saidie kutafuta jina lake hapa. Elon Musk amezaa mtoto kijana, mtoto wake, mtoto mwanamume. Na nikasoma kwenye mitandao ya kwa mtoto wake huyu, mtoto mwanaume alipokuwa katika high school, mtoto mwanaume akawa mtoto mzuri tu, ako sawa tu. Alipomaliza high school akarudi kwa babake mpendwa, na aliporudi kwa babake alirudi akiwa mwanamke, amesha kwenda na kufanyiwa upasuaji na akabadilisha jinsia yake. A baby boy is coming back to his father as a woman, a young woman. Na akasema sitaki kuwa mwanamume. What family is not broken in our community, church? What family is perfect in the sight of the Lord here? Our families are mourning, from the greatest families on earth to the poorest in the ghettos, in the stinking ghettos of our cities. Our families are so broken that we need Jesus, church. We need him so much so. And hence the reason why Seventh-day Adventist Church has set time for our families, has set time for specific departments, because we need God, particularly in our families, we need God so much so. And now go back with me to the history of the saints of old. Is it David alone? No. I want to tell you, church, that it is not a sickness that is plaguing the house of the king alone. Go back with me to the first family on earth. What do you see in that family? What do you see in the family of Adam and Eve? Is it a complete family? Is it a perfect family? Behold the mother and where she went. Behold the sons and how they relate to one another. Broken families from the foundation of the earth in Eden. Broken families when we count our history from 1
one to the next, one generation to another. Which family can be sung as a good family, as a family that is worth emulation? Come with me to the family of the great man Abraham. Familia ya Ibrahimu mpendwa wa Yesu ikawa familia mashakani pia. Baba wa imani, mzee wa imani, watoto wake wako taabani. Ishmael anamcheka Isaka. Ishmael ako na uhasama na Isaka, na familia ikawa matatani. Ukitoka kwa Ibrahimu unashuka kwa familia ya mwanawe Isaka. Was it a good family? Follow their story, and it is another tragic story. It is another broken story. It is a story, not a story to be emulated anywhere else. It is a story of favoritism, a favoritism that has trickled down to our generation. And we see parents that have favoritism to their children, their own children. Siku moja mtoto wa Esther, nimeondoka nikisafiri kwenda nyumbani kwetu Nyanza. Nimeenda nikaiabiri basi pale Nairobi, na nikapanda basi ya kuelekea Nyanza. Katika safari yangu nilikuwa nimekalia kwenye kiti kimoja mpendwa kwenye basi hapo, na akatokea mwanamke aliyebeba mtoto, na mwanamke huyu akaja akaketi kando yangu. Nilichokinotice alipoketi kando yangu ni kwamba mtoto aliyembeba was a special child. She is this lovely beautiful girl that is suffering from cerebral palsy. This is a child that cannot feed herself. She cannot sort herself in any way. Na mwanamke huyu ni mtoto mkubwa, ni mzito. Mama amembeba, akaja naye, akakaa kando yangu. Na kwenye safari ya kuelekea Nyanza, mwanamke huyu anamshughulikia mtoto huyu kwa upendo. Anatoa chakula akimlisha mtoto. Shingo yake haiwezi kuinuka. Mama ni sharti aisitiri, akaibebe namna hii ndiyo kichwa cha mtoto kiweze kusimama. Akimlisha kwa upendo. Anapoenda choo, mama anambadilisha pampers papa hapa kwa kiti, na akapambana na mtoto mpaka tukafika Narok. Tulipofika Narok kanisa, tulipofika Narok, mwanamke huyu akaniambia, manake tumekuwa tukiongea, akaniambia naomba unishikie mtoto huyu kwa dakika kidogo nikaende kwa haja ndogo. Na nikajua hakika mwanamke huyu amechoka, manake mtoto huyu ni mzito. Nilimchukulia mtoto nikambeba, na mama akaondoka, akakwenda kujisaidia na akarudi. Aliporudi hakuwa na haraka ya kuchukua mtoto, na kwa sababu hiyo nikambeba yule mtoto wa cerebral palsy, nikambeba kwenye mapaja yangu, na safari ikaanza. Na mwisho nikamuuliza mama habari za mtoto huyu, na mama akaniambia kisa chake. Akaniambia walipozaliwa walikuwa mapacha. Alikuwa amezaliwa mtoto huyu akiwa na pacha wake. Nikamuuliza mama, pacha wake yuko wapi? Hapo ndipo mama akanionyesha pande mwingine wa basi. Mzee alikuwa na pacha wa mtoto huyu. Pacha wake is a beautiful baby girl, born normal in every sense, as beautiful as these girls that were standing right here. Yeye ni mtoto mrembo, mtoto mzuri, na mama akaniambia that is the favorite of her father. Huyo ndiye mtoto wa dadii, na mimi huyu ndiye wangu. Katika safari hiyo yote sikuwahi ona mzee akiondoka pale kuja kumsaidia hata mama huyu ama kumuuliza mnaendelea namna gani. Mzee na mtoto wake wamekalia upande ule mwingine, wanapiga story, wanakunywa yogurt, wanakula ice cream, wanafurahia maisha, na mama amebeba mzigo wake wapendwa. Favoritism that began in the earliest families on earth, it is still there today in our families. And this woman is fighting with her burden. It is a burden that is so heavy to carry, church. Go and ask them. I want to send you today, church. Go and ask them that have children with mental issues. Go and ask them with children with disabilities. Go ask them the burden they are carrying, church. Go ask them again, and you will see that indeed our families are in trouble here on earth. So we come to the family of Jacob. Another sick family, another broken family, a broken record. Jacob's family is so sick that we can only wish that it was not our own family. In the middle of that family, we come across Simeon and Levi, young people who are so cruel.
People who are so heartless that they were ready to slaughter an entire city for the sake of their sister whose virtue had been taken by the people of that land. Walichinja wakaua. In the middle of Jacob's family, I come across a Reuben, one that would desecrate his father's own bed. Akachukua mke wa baba yake akalala nayo. Katikati ya familia hiyo ninakutana na Juda aliyelala na mtoto mkaza mwana wake na akazaa naye mtoto. Na ukifuata historia ya Yesu Kristo utagundua ya kwamba Yesu amezaliwa kwenye familia ya Juda. What many people do not know, that Jesus was born from an incestual union between Judah and the daughter-in-law Tamar. Broken records, broken families. So the son of Jesse is crying, lamenting today. Which family in Kisii Central is perfect, church? Which family can be sung? Which family can be emulated here in Kisii Central? We are basically the same as those old men of faith. We are one and the same people. But now come with me. I want to come to the end of this presentation today. Come with me, child of heaven, and let us hear the next side of this verse, the other side of the story. David has regretted the story of his life. He has regretted about his family. He has come to plead with God on the behalf of this broken family. But what is this man of God to tell us on the other side of the coin? Son of man, read it, and then we come to an end to this presentation today. Kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 23 aya yake ni ya 5. Endelea kusoma papo hapo, anzia mwanzo. Although my house be not so with God, ingawa nyumba yangu sivyo ilivyo mbele za Bwana, yet he hath made me an everlasting covenant. Amefanya nami agano la milele. Ordered in all things. It is a covenant that is ordered in all things. And sure. It is a sure covenant, church. For this is all my salvation. And it is my salvation, hallelujah. In the midst of a broken family, there is something that we can fall upon, church. My brothers and sisters, I want to acknowledge, the first one to acknowledge, that we all come from broken families. David has pointed out that his own family is broken like ours, but the Son of Man is pointing to a solution. What solution is this? Tembea nami mpendwa. Kitabu hicho kimesema ya kwamba, soma Kiswahili sasa tuende kazi. Nipe habari, tumalize kazi. Sivyo ilivyo nyumba yangu mbele za Bwana. Sivyo ilivyo nyumba yangu mbele za Bwana. Kwa kuwa amefanya nami agano la Daudi milele. anasema amefanya nami agano lake. Ina taratibu katika yote. Ni agano lenye utaratibu katika mambo yote. Na thabiti. Tena ni agano thabiti, haiwezi kubanduliwa na yeyote. Maana ni wokovu wangu. Kwa sababu agano hilo ndilo wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tena ndilo shauku langu lote. Sasa mpendwa, I want to lift up your faces, church of God. David has pointed down to a broken family, but now the prophet is lifting up his face, his eyes. Anageuka, anaachana na mambo ya ulimwengu, anaachana na a broken family, anageuka kutazama agano la milele. Up there somewhere, Kisii Central, up there is a covenant that has been made with our families in Jesus' name. It is such a sure covenant that it has been the salvation of millions of families on earth. David anainua macho yake, anasema it is enough. I know how my children are. I know how my wives are. I know how I myself I am. But now I will not focus on this broken record. And David turns his face, anainua macho yake kutoka katika ulimwengu wa dhiki na taabu, akainua macho yake kule juu. Alipoinua macho yake pale juu, aliona agano la milele ambalo Mwenyezi Mungu amefanya pamoja na familia zetu. Katika agano hilo Kisii Central, katika agano hilo familia zetu zinapata mahali pa kimbilio lao. Katika agano hilo familia zetu zinafika mahali pa msamaha wa dhambi zao. Katika agano hilo Mwenyezi Mungu amechukua familia zetu akazifunika kwa neema kuu. Amefunika jicho lake, hataki kuziona dhambi. Mwenyezi Mungu anasema, dhambi za watoto wangu, dhambi za wanafamilia yangu nitazifunika katika damu ya agano, damu ya Yesu Kristo, katika agano la milele. Alafu Mwenyezi Mungu anazichukua familia
familia hizi, anazikumbatia familia hizi, na anaanza kuziosha, anaanza kuzitengeneza, anaanza kuzihuisha. Anapomaliza kazi yake, familia ya Daudi itaingia katika uzima, kwa sababu Daudi ameficha familia yake katika mwamba wa agano. Kisii Central, laiti tungalichukua familia zetu, our broken families, our broken wives, our crying children, that you take them all together and bring them to the rock of a sure covenant. It is a covenant that is ordered in all things. There is no family that is left out in this wonderful covenant. It is a covenant that is covering the sins of the fathers and counting not the sins of the mothers upon the children, because it is a sure covenant, church. In one sentence, David is telling us that our families have a hope still. Even though our families are in trouble, there is still hope, church. And that hope can only be found in the everlasting covenant that God has made with the families of earth. He is telling Adam that, Adam, my son, I know you have gone far. I know that your family is so fallen. I know that your children are so crooked. But Adam, I am able to make them still. I am able to rectify that which is broken and spoiled. I am able to lift up that which is fallen. Of Adam. And the Lord God Almighty lifts up the family of Adam by the hand. And this family is hidden beneath the shadow of the covenant of Jesus Christ. Hallelujah. And because of that covenant, my brothers and sisters, our families have a hope today that even though it is so bad, we will still see the face of the Savior because of that wonderful covenant. Hallelujah. Sema namna gani mtoto wa Esther, kazi yangu imekwisha hapa. Sikiliza. Kwisha kabisa kazi yangu. Lakini sikiliza. Ninafahamu vizuri hapa Kisii Central. Wazazi wanalia. Familia maombolezo. Familia zetu ziko mashakani. Nimewaleteni tumaini ya milele, ndugu zangu na dada zangu. Tumaini katika agano la Kristo Yesu amelifanya na familia hizi. Mpokea tumaini hilo mpendwa. Chukua hiyo familia yako ambayo imekulemea, imekushinda. Wabebe wote kwa pamoja. Walete katika mwamba wa agano. Walete katika uvuli wa agano la Yesu Kristo. Na hiyo familia itapata kubarikiwa tena katika jina la Yesu. Usibebe msalaba peke yako mpendwa. Daudi alichoka kuibeba, na mwana wa Yese alipochoka, mwisho akagundua ya kwamba kuna mahali pa kimbilio. Daudi akalikimbilia agano la Yesu Kristo. Ni agano Kristo wapendwa ambalo lilifanywa katika msalaba wa Kalvari. Katika agano hilo mwana wa Adamu akainyosha mkono wake upande na upande, akialika familia zote za ulimwengu ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote mliochoka na kulelewa katika familia zilizovunjika. Njooni kwangu ninyi nyote ambao dunia imewadhihaki na kuwadharau. Njooni kwangu. Mara nyingi tumedharau familia za wachungaji, tumedharau familia za wazee wa kanisa, tukisema muangalie ni mzee wa kanisa, ona watoto wake wanavyokaa, ni mchungaji, ona familia yake inavyokaa. Usiwahi dharau familia ya mchungaji mpendwa. Usiwahi dharau familia ya mzee wa kanisa. Ukiwadharau, anza na familia ya Daudi, nabii wake Mwenyezi Mungu. Na ikiwa hauwezi dharau ya Daudi, usidharau ya hawa wazee katika jina la Yesu. They are doing their best to raise their families. It is only that we are living in an environment that is so broken, in an environment that is so undeserving, in an environment where our families will go crooked whether we like it or not. So this day, church, this day I want to make an appeal as I end this presentation. Taka nifanye wito Kisii Central. Wapendwa wa Yesu, kuna uwezekano kilio chako ni kama kilio cha Daudi siku ya leo. Kuna uwezekano ya kwamba hata mchungaji wako haujawahi mjulisha jinsi familia yako iko broken. Kuna uwezekano haujawahi mwambia mzee wa kanisa mahali watoto wako wametanga mbali. Pendo wa Yesu, mchana wa leo nataka nikualike kama vile Daudi anavyotuambia ya kwamba kuna nafasi ya familia hizo kubadilishwa na kurekebishwa tena. Nataka nikualike ya kwamba suluhisho imepatikana katika jina la Yesu. Kuna uwezekano kuna familia kama hii ambao mchana wa leo wanalia Kisii Central, wakisema that our story is full of regrets. Story yetu imejawa na majuto. Story yetu haifai.
Ikiwa kuna familia kama hiyo kwenye kongamano siku ya leo, mtoto wa Esther, nataka kuomba pamoja nawe mpendwa. Nitakusihi mahali kokote uliko, usimame unyanyuke juu ya miguu yako, kwa sababu tunakwenda kuomba kwa ajili ya familia ambazo ziko broken, lakini matumaini tumeipata leo ya kwamba there is hope in the covenant that Jesus has made with the family of man. Hallelujah. Kama kuna familia kama hiyo, simama mpendwa wa Yesu. Yesu Mwokozi, kwa hakika hunifuraha na amani, mlinzi wa wokovu wetu anani. Wimbo 51. Wewe story ya familia yako inakaa namna gani mpendwa? What is your story? Story ya familia ya Daudi tumeisoma siku ya leo, haikupendeza. Wewe story yako namna gani? Ninakualika mpendwa kwa huyu Yesu aliye na uwezo wa kubadilisha story yako. Inawezekana ni story chafu,
Inawezekana ni story nyeusi kweli kweli. Inawezekana ni story ambayo haiwezi kusemwa mbele za watu. Inawezekana iwe kama story ya Daudi mwana wa Yese. What a story that was. And yet, these stories, when brought to Jesus, the Son of Man is able to sanitize our stories and to make us acceptable once again in the presence of Jehovah. My prayer today, may our families find acceptance with God again. Even though our stories may be so solid, so bad, may our stories be brought to Jesus Christ so that the Son of Man can accept us just as we are and make us into the citizens of the kingdom of heaven. This be my prayer in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru muumba mbingu na nchi. Tunakushukuru kwa sababu ya familia zote duniani, Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa mpango wa uumbaji uliwekwa katika mawazo yako, Mwenyezi Mungu, na katika hekima yako isiyoelezeka ukaweka mpango wa kumuumba mwanadamu na ukamweka shambani mwa Edeni. Yesu, tunashukuru ya kwamba wakati story yetu ilichukua mkondo mbaya na adui akaja na kutupokonya tumaini letu na akatuelekeza katika barabara ya mauti, akatupotosha na kutupeleka mbali nawe, na leo hii Kristo, miaka 6,000 baadaye, katika kanisa la Kisii Central, our stories are so bad, Jesus. Our families are so broken, Son of Man. You can see from heaven how fathers and mothers are weeping the whole night through because of broken families, because of families that have such a bad reputation. Kisa cha familia zetu, Mwenyezi Mungu, ni kisa kibovu. Haijalishi ni familia ya nani duniani. Haijalishi, Mwenyezi Mungu, ni jinsi gani tumefanikiwa katika maisha haya. Cha msingi ni kwamba familia zetu sisi wote zimebomoka, zikaharibika machoni pako. Kuta za Jerusalem zimebomoka, ziko chini. Na ndiyo sababu Nehemia analia ya kwamba mpaka lini kuta za Yerusalemu zikabomoka? Tutarejesha na kuzijenga kuta za mji mtakatifu lini? Kilio chetu katika juma hili la kipekee, Yesu, ni kwamba hata kuta za familia zetu zimebomoka, zimeporomoka, zikaanguka chini, na adui ameingia nyumbani mwetu. Ametuseta upande na upande, akisumbua familia zetu, amezielekeza katika kuzimu, amezipotosha na tumeacha barabara ya uzima. Mchana wa leo tuko na miongoni mwetu familia ambazo watoto wao, Mwenyezi Mungu, waliacha madhabahu ya familia, wakatanga mbali na neno lako, na leo hii wanatangatanga katika ulimwengu. Walitoka nyumbani mwa baba, wakachukua mali yao yote, na leo wanaharibu mali yao katika ulimwengu wa dhiki na taabu. Kuna uwezekano miongoni mwetu familia zetu, Yesu, waume na wake, hatuna uwiano tena. Ahadi tulizozichukua tukifanya ndoa, Baba, tukazisahau, na tumekuwa watu waovu, watu wazinifu, watu waasherati, walioharibu ndoa zao. Yesu, leo ndoa zetu ni matambara mabovu. Leo ndoa zetu zimeraruka machoni pako, Yesu. Lakini kama Daudi, tunarudi mtakatifu wa mbinguni. Tunazibeba familia zetu mchana wa leo. Tunazileta familia zetu, Yesu, tunazileta katika mwamba wa agano ulilolifanya na nyumba ya mwanadamu. Tunawaleta watoto wetu na wake zetu na waume zetu, wajukuu wetu na familia zetu kwa ujumla. Tunawaleta kwenye mwamba wa ukombozi. Tunawaleta chini ya msalaba, Yesu, tukiomba ya kwamba damu ya agano, damu yako Yesu ya upatanisho ulilolimwaga katika Kalvari mtakatifu, iweze kuzitosha familia zetu tena, iweze kuzirekebisha familia zetu tena, iweze kuleta nguvu mpya katika familia zetu tena, iweze kuleta amani na utangamano katika familia zetu tena. Mtakatifu wa mbinguni, kama vile damu ya mwana kondoo alivyolinda na kukinga familia za Israel usiku wa ukombozi katika Misri, tunaomba damu hiyo ya agano ikapakwe katika dari ya nyumba zetu. Damu ikapakwe katika dari ya familia zilizoharibika, familia zisizofaa. Na utakapoipaka damu yako, mwana wa Mungu, damu ya agano lako, tunajua ya kwamba familia zetu
zitapata nafasi ya kuinuka tena. Tunajua kwamba watoto wetu waliotanga mbali watapata nafasi ya kurejea nyumbani tena. Wana wapotevu watarudi nyumbani kwa Baba tena, kwa sababu damu ya agano itawalinda na kuwakinga katika taifa la mbali, mahali walikwenda kutangatanga. Na mwisho, Yesu, tuna imani ya kwamba utawarejesha nyumbani katika nyumba yako, katika jina la Yesu. Saidia familia zetu, mwana wa Mungu. Broken families that do not deserve, we carry them to the presence of the mercy seat. May your mercies, O God, that is everlasting, may your mercies be sufficient to our families today and forevermore. May you remember your crying children, your children that are mourning, because the families have defeated us. The families have gone the way of death. Return us again. Rectify us again. Gather us again, O shepherd. Gather us, your flock. Bring us back to the fold once again. And may the everlasting covenant that you have made with the house of mankind be our only hope. Be our only remedy, the remedy that is able to rectify broken things of this world and make them into worthy things that can inherit the kingdom of heaven. As we go home, Lord, go with us. God, disperse your children with your blessings. Allow the families to go home again. And may you give us all a fresh beginning, dear Lord, because we have all fallen on that everlasting covenant. And may our prayer be heard in heaven today. And may an answer of peace come to each and every family today. Because this be our prayer, Lord, trusting and believing in the mighty name of Jesus.